damu muda wa miaka 12. Aliposikia msafara wa Yesu, akazingatia moyoni, akakimbia kwa nyuma mbele za watu, akasema nikiligusa vazi lake tu mimi ugonjwa wangu utapona. Alipojipenyeza kwa watu, akamkuta mwanaume, akaligusa vazi la pindo lake, ugonjwa wa kutoka damu kakoma. Umesikia kitu gani binti? Umesikia kitu gani Mtanzania? Mbona bado unajuta? Mbona bado unaomboleza? Mbona bado umeshika tamaa? Nakwambia jioni ya leo, popote utakapotega sikio na kusikia sauti hii, utaondoka na uwezo, utaondoka na nguvu, utaondoka na ushindi, utaondoka na uwezo mkubwa. Nini ulitega sikio kusikia habari njema? Waliposikia watu habari za Rambalamba, wakatega masikio sana. Sisi kule kwetu Rambalamba ilikula kwake Bakolie Lwalituli Rubilo, mwenyekiti wa kijiji alifungwa ndani. Nisingeweza kuhubiri hapa kama vitu ambavyo havijatokea hapa. Sitaja kwenye siasa. Mtendaji mwenyekiti wa kijiji wakaswekwa ndani. Tukasema huyo Rambalamba kabla hajaanza kuagua watu atangulie kwangu Mwakalinga. Nina uhakika zipigwe kwanza na yeye ndipo aende kwa wengine. Mlokole mwingine aliyeiva akasema aje na kwangu pia, vigombane na yeye aende kwa watu wengine. Wamesikia habari za Rambalamba. Alipokamata kijiji jirani kwetu kule Irende, chungaji na kufahamu maeneo ya Kiso kule, alipokamatwa akakamata watu madawa siri nini, akakamata. Alafu baada ya siku 2-3 nguitwa sikanguitwa, mifufuma ikamifufuma, gikolea usikobosa. Dori ya bateri na kijiji Rambalamba iko piaga ya siasa. Umesikia kitu gani? Watu wakaenda kwa Babu Lyondo ambaye alikuwa anauza kikombe 500 zilikuwa zinahitajika sana kuzimu. Akasema 500 sio 10,000, 20,000, 5,000, anahitaji 500 nayo karatasi. Watu wakakanyagana. Paka usafiri ukaahirishwa. Watu walikuwa wanaulizia magari ya kwenda Arusha tu aliko Babu Lyondo, na kuambia likawa ni kama ufunguo wa mauti na kuzimu. Watu wakafa. Wakuacha vidonge vya kulevusha siku, wakuacha vidonge ambavyo waliwaambia si ndani yako kuna shida gani, wakaacha. Watu wakafa. Ulikuwa ni kama mlango wa kuzimu. Paka watu leo ambao walienda kwa Babu Lyondo wanafangasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umesikia taarifa gani? Taarifa ya mume wako. Amesema nimekuoa huwezi kuokoka. Sitaki nikuone umeokoka mke wangu. Ana agenda gani? Taarifa ya baba yako. Anasema wanangu hamwezi kuokoka, hamwezi kupita mbele pale kuombewa. Nije nisikie mmoja amepita mbele ikoronda umwe abegeni shukuru Rwangoko, na nyie mnakubali. Umesikia sauti gani? Umesikia sauti gani? Umesikia nini kwenye maisha yako? Umesikia nini? Umesikia nini? Nakwambia tega masikio. Wa Nazareth aliye hai, full stop. Tulipomsikia huyo kwa maisha yake Banyakiana. Maisha yake ndio tuagaraga twesa twakora barindwa na twesa twabaka ito twesa papo Shetani aliingia mahala. Ngado kuseka kwa mundu kwa kiara ule kanuni toro walimenya kakutane kali moja